Pigie makofi. Tunajifunza kuhusu muujiza ya Elia na Elisha. Mungu akubariki sana. Amen. Tukasema ya kwamba miujiza ya Elia ni ngapi? Miujiza ya Elia tukasema ya kwamba inasemwa ni ngapi? Miujiza ya Elia ni minane. Mungu akubariki sana. Tupigie makofi pia. Asante. Tuliishia kwenye muujiza ngapi? Aidha muujiza gani? Wiki iliyopita tumeishia kwenye muujiza gani? Tumeishia kwa muujiza gani? Nafikiri muujiza wa kwanza mimi nimefundisha, umefundisha ya pili ndugu. Nikafundisha wa pili, nikafundisha wa tatu. Na nne sasa. Mbona najua tuko kwa ngapi ndugu Saidi? Mbili. Hapana, tumeshafundisha. Aliyefundisha muujiza wa pili alikuwa ndugu Shaki. Amen. Amen. Sasa hii tutaingia kwenye muujiza wetu wa nne ambao unasema moto kutoka katika mbinguni na kuja kuteketeza madhabahu kwenye mlima wa Karmeli. Amen. Soma katika Wafalme wa kwanza sura 18 mstari wa 30 hadi 39. Wafalme wa kwanza sura yake ya 18 mstari wa 30 hadi 39. Wafalme wa kwanza 18 30 hadi 39. 30 hadi 39. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Kisha Elia akawaambia watu wote, sogeeni karibu nami. Watu wote wakamkaribia, naye akakarabati madhabahu ya Bwana ambayo ilikuwa imevunjwa. Elia akachukua mawe 12, moja kwa ajili ya kila kabila la wana wa Yakobo, ambaye neno la Bwana lilimjia likisema, jina lako litakuwa Israeli. Kwa mawe hayo akajenga madhabahu katika jina la Bwana, na akachimba handaki kuizunguka, ukubwa wa kutosha vipimo viwili vya mbegu. Akapanga kuni, akamkata yule fahali vipande vipande na kuvipanga juu ya kuni. Kisha akawaambia, jazeni mapipa 8 maji na kuyamwaga juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. 34 akawaambia, fanyeni hivyo tena. Nao wakafanya hivyo tena. Akaagiza, fanyeni kwa mara ya 3. Nao wakafanya hivyo kwa mara ya 3. Maji yakatiririka kuizunguka madhabahu na hata kujaza lile handaki. 36. Wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, nabii Elia akasogea mbele na kuomba akisema, Bwana Mungu wa Abrahamu na Isaka na ya Israeli, ijulikane leo kwamba wewe ndiye Mungu katika Israeli, na ya kwamba mimi ni mtumishi wako na nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. 37. Unijibu mimi, Bwana, nijibu mimi, ili watu hawa wajue kwamba wewe, Bwana, ndiwe Mungu, na kwamba unaugeuza mioyo yao ikurudi tena. 38. Kisha moto wa Bwana ukashuka na kuiteketeza ile madhabahu, zile kuni, yale mawe, ule udongo, na pia kuramba yale maji yaliyokuwa ndani ya handaki. 39 na mwisho. Wakati watu wote walipoona hili, wakaanguka kifudifudi na kulia, Bwana yeye ndiye Mungu, Bwana yeye ndiye Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuko tunajifunza kuhusu muujiza ya Elia. Muujiza huu umepitika kwenye mlima Karmeli, mlima wa ushindi, mlima ambao Elia alifanya miujiza kwa ajili ya neno la Mungu. Kama ukisikia maombi ya Elia kama ukisikia maombi ya Elia anasema, anaanza kuonyesha imani ya baba zake wa imani. Mungu wa nani? Wa Ibrahimu. Mungu wa Israeli. Ninajua vyenye unafanyaka. Haleluya. Amen. Ninajua vyenye unafanyaka.
amedilika story yote ya wana wa Israeli. Mungu alifanyia wana wa Israeli nini? Wakati huo Karmeli, aidha kwenye mlima huu, unakuwa mlima wa kipimo cha Mungu na Baali. Nabii mmoja amesimama kwa ajili ya wana ya manabii wa Baali 445. Biblia inashuhudia kusema ya kwamba alisimama Elia akaomba peke yake, akaomba. Biblia inasema ya kwamba wote walipoona ushindi wa Elia walisujudia Mungu, wakainama chini, wakasema, wewe ni nani? Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Amen. Amen. Kwa hiyo Mungu ni mshindi wakati wote na saa zote, na Mungu ashinde kwa sababu wewe ni mzuri sana, kwa sababu wewe ni mrefu sana, sijui wewe uko namna gani. Anashinda kwa uhusiano wako uliye naye. Jina wale kabisa. Amen. Tunasema ya kwamba tunaona tu neno moja hapa ambalo linasema ya kwamba alipomaliza kusoma, tunaona moto wa Mungu uliunguza sadaka na mawe yote ya maji. Na wakati huu, tangu tulivyoanza kuona hapo mbele, kulikuwa hakunyeshi muda wa miaka 3 na ngapi na nusu. Mvua ilikuwa inaonekana. Acha tuone inatusaidia nini kiroho. Katika maisha yetu ya kiroho, tunasema ya kwamba Mungu wa ukweli hujifunua kwa nguvu. Mungu wa nini? Wa ukweli anajifunua kwa nguvu zake. Wakati Mungu anataka kutenda kazi na mtu, hajali kusema ya kwamba huyo mtu ni mtu hana elimu, ni mtu ambaye si msomi, ni mtu. Ona nabii Elia ameshindana na mfalme nani? Ahabu. Nasema ya kwamba jambo lingine, moto ni ishara ya Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Moto ni ishara ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Ndio maana wakati Yohana Mbatizaji alipokuwa akibatiza kwenye sura ya Mathayo sura ya 3 sijui mstari wa 11 hivi, nasema ya kwamba ajaye nyuma yangu atawabatiza katika Roho na nini? Na moto. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya maisha ya mwanadamu, ndani ya maisha ya Mkristo, anateketeza, anaunguza. Kwa hiyo hapa inasema wazi kusema ya kwamba moto ni ishara ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna sentensi ndio katika Biblia utakuta moto iko inaandikwa ni moto kweli ambao unafanya moto, lakini katika sehemu zingine utakuta hiyo moto inapelekwa kwa ishara ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Jambo lingine nasema kwamba madhabahu iliyorekebishwa uvuta uwepo wa Mungu. Madhabahu iliyorekebishwa uvuta uwezo wa nani? Wa Mungu. Nani alituhubiri kuhusu madhabahu? Alikuwa nani? Alikuwa Mwalimu Polidoro. Na nikasisitiza kusema ya kwamba tusijivunie madhabahu ambayo ndio tunarekebisha ndio inavuta uwepo wa Mungu. Hii haivuti uwepo wa Mungu. Madhabahu inayorekebishwa mpaka ifikie kuvuta uwezo wa Mungu ni maisha yako ya matakatifu. Ikiwa unarekebisha maisha yako, itavuta uwepo wa nini? Wa Mungu. Ikiwa unarekebisha maisha yako, unasimama imara, ni wewe utavuta uwepo wa Mungu. Hapa hata tuwe tunarekebisha namna gani, na wewe maisha yako hauirekebishe, madhabahu yako ni bure. Amen. Pastor Matias hata aseme ya kwamba hapa tena tutie vitu vingine vya namna gani, tutie nini, na wewe mwenyewe haurekebishe maisha yako, hiyo madhabahu yako ingali nini? Bure. Kwa hiyo ukirekebisha madhabahu utavuta uwepo wa nani? Wa Mungu. Kazi yetu ni kurekebisha nini? Madhabahu.
Na anasema ya kwamba jambo letu la mwisho hapo ni kusema ya kwamba muujiza huleta toba ya kweli. Muujiza unaleta toba ya nini? Ya kweli. Na hii ndio iliyo na watu wengi sana. Kama haujafanya muujiza, haujaonekana huko Mkristo. Na mara nyingine mtu anapopitiwa na muujiza, ni hapo sasa anasema ya kwamba mimi leo nakutana na nani? Na Mungu. Kwa sababu anaona sasa haleluya. Kama hajakutana na muujiza, anaona vyote vyenyewe anafanyaka Mungu hakwaki pamoja na yeye. Lakini akikutana na muujiza, ule ashili Mungu ndio ule alikuwa Mungu kweli, alikuwa Mungu kweli. Kwa hiyo wapendwa, Mungu yuko kila wakati. Na ni lazima tuwe na hali ya toba kila wakati. Usingoje muujiza ndio uingie kwenye nini? Kwenye toba. Ukingoja muujiza, labda Mungu hata atumika na wewe kwa kupata nini? Muujiza. Sijui kama unaelewa. Ukingoja muujiza, labda Mungu hata atumika na wewe kwa kupata muujiza. Mungu alitumika na wafulani kwa kupata muujiza, lakini labda mimi aniseti sitatumika na Mungu kwa kupata muujiza. Kwa hiyo usingoje muujiza. Wewe rekebisha madhabahu yako kila wakati na kila saa ili upate toba iliyo nini? Iliyo kweli. Mungu abariki. Acha tuingie kwenye muujiza wetu wa ngapi? Wa 5. Muujiza wa 5 ni wa mvua kunyesha baada ya ukame. Baada ya hiyo miaka 3.5, Eliya tena alimuomba Mungu, na wakati alimuomba Mungu, mvua tena ikafanya nini? Ikanyesha. Soma katika Wafalme wa kwanza sura 18 mstari wa 41 hata tu anzia tu hata 45 kwa 46. 18:45 kwa 46. Wafalme wa kwanza 18. Wakati ule ule anga likawa jeusi kwa mawingu. Upepo ukainuka na mvua kubwa ikanyesha. Naye Ahabu akaenda zake Yezreeli. 46. Nguvu za Bwana zikamjia Eliya, naye akajijaza viuno, akakimbia mbele ya Ahabu njia yote hadi maingilio ya Yezreeli. Amen. Amen. Biblia inasema ya kwamba wakati huo Eliya alipokuwa akiomba, akaona wingu nyeusi. Katika kuona wingu nyeusi, akaona hiyo mvua inakuja, ambao ilikuwa miaka 3 waifanye nini? Enyesha. Na haya yote ilikuwa ni hali ya kuthibitisha haone ya kwamba anayetumika naye kama ni nani? Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Eliya alikuwa na hali ya kuthibitisha aone ya kwamba huyu ninayetumika naye kweli ni Mungu. Na hiyo ikafanyika na mvua ikaonekana. Kwa hiyo katika maisha yetu ya kiroho nataka kusema kwamba Mungu hubadilisha majira kwa wakati wake. Anabadilisha majira kwa wakati wake. Nasema ya kwamba maombi ya kudumu huleta nini? Majibu. Maombi ya kudumu inaleta nini? Majibu. Kuna vile ambao mtu anaomba siku 2 siku 3 na anasema ya kwamba mimi nafanya nini? Nashindwa. Na kuna wengine wanadumu katika maombi, lazima wanapodumu katika maombi majibu ya kile wanachokiomba lazima ifanye nini? Ipatikane. Amen. Maombi ya kudumu huleta nini? Majibu. Mabadiliko ya Ukristo huanza rohoni kabla ya kuonekana kimwili. Ni jambo letu la pili hapo kuhusu kiroho. Mabadiliko ya nini? Ya Ukristo inaanza rohoni, ndipo sasa itokee wapi? Kwenye mwili. Ili na ndio maana juzi nimeshinda na mchungaji wa kanisa la Kalogeye Village 1, anakuja kuniuliza, kuna waandishi wawili Paulo na Yakobo. Yakobo anasema ya kwamba imani bila matendo haifai, si ndio? Ndio Yakobo huyo. Sasa Paulo anasema ya kwamba tufanye matendo yetu, tufanye mambo yetu kwa nini? Kwa imani. Sasa hapa mchungaji, hapa kuna nini?
Biblia hapa mbona inajipinga? Tukashindwa tukawa tunashinda naye pale tukizungumza, nikamuelezea ufasaha wote ulio pale. Kasema ya kwamba Biblia inapaswa kupata maelezo. Bila maelezo singejua hili jambo. Niko nataka kusema nini? Niko nataka kusema ya kwamba imani inahusiana na Mungu na mtu peke yake. Imani inahusiana na Mungu na mtu peke yake. Lakini matendo ndio inahusiana na wanadamu wengine, kuonyesha kusema kwamba kweli ulifanya nini? Anaokoka. Ili sisi tukutambue kwamba umeokoka, ni matendo unayoyafanya ndani ya kanisa, ni matendo unayoyafanya katika community, ni matendo unayoyafanya katika maisha yako. Ndio itakutambulisha kwamba fulani amefanya nini? Ameokoka. Lakini imani yako ni wewe na nani? Na Mungu. Mungu ndo anakujua jinsi ulivyo. Hata hivi ninasimama hapa, hata hivyo ulivyo hapo, ni Mungu anajua maisha ya kila mtu ya nini? Ya ndani. Lakini sisi tutaangalia maisha yako ya nje. Ni inawezekana unatufanya maisha ya nje ya kwamba umeokoka, kumbe maisha ya ndani hauko sawa. Amen. Masa. Inawezekana maisha ya ndani hauko sawa, na huku unatuonyesha maisha ya wokovu, sisi tunaona maisha yako ya nje ya wokovu. Nikitaka kusema ya kwamba imani ni kitu cha ndani. Sasa hao walimu wawili kama nilisema huu mfano, wote walikuwa pamoja. Hakuna mwalimu aliyekuwa wrong. Mwalimu mmoja alitaka kusema ya kwamba matendo yako yafanyike kupitia nini? Imani. Uanze na imani, na hiyo imani ndio itakupa kusema ya kwamba toa sadaka ya aina hii. Hiyo imani ndio itakwambia kusema ya kwamba unapaswa uende kwa ibada mara hii. Hiyo imani ndio inakwambia ya kwamba unapaswa uimbe. Hiyo imani ndio inakwambia unapaswa ukamate masomo unayofundishwa. Imani. Sasa unapofanya hiyo matendo ya nje, sisi tunakuona. Sasa mwalimu mwingine akasema kwamba huyo Paulo anayosema habari za imani, akaambia Timotheo kusema kwamba uambie watu wetu wajifunze kutenda matendo mema. Kwa hiyo matendo mema inayotokana na nini? Na imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni matendo mema inayotokana na imani. Tusifanye matendo isiyotokana na nini? Na imani. Kwa hiyo kuna mmoja anaanza na imani na mwingine anaanza na matendo. Matendo iwe na imani. Kwa hiyo ni hivyo. Nilitaka niseme neno hapo, nilisema ya kwamba inaonekana tulikuwa tunasema kuhusu mabadiliko ya Kristo huanza na roho na rohoni mpaka ifike wapi? Mwilini. Na mwisho wake hapa inasema kwamba usikate tamaa, endelea kuomba hata kama hauoni dalili bado. Endelea kuomba hata kama huoni nini? Dalili. Kwa sababu mara nyingi watu wetu wanashindwa kuomba, wanasema kwamba nimeshaomba sana na mimi sijaona dalili hata mmoja, na niache. Usiache. Na ndio hata Wakristo wengine wanarudi nyuma, wanasema ya kwamba tulianza kuabudu tangu zamani, kabla hata nyinyi hamjazaliwa sisi tuko tunaabudu Mungu, lakini mpaka saa hii huyu Yesu wenu hakuje, sisi tunafanya nini? Lakini nikwambie ukweli, Kristo atakuja. Amen. Kwa sababu hata watu wa Agano la Kale Biblia inasema kwamba manabii walingojea sana kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Walitazamia sana waone kuzaliwa kwa Yesu, kwa sababu alitabiriwa atazaliwa mfalme Masia, atazaliwa, lakini walio wengi hawakuona. Simeoni ameona. Jina la Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wapendwa, hata tusumbuke, hata tuteseke kwa hali hii ambayo tulio nayo kwa ajili ya Yesu Kristo, lakini tuamini ya kwamba siku moja ipo tutavuna, tutapata thawabu ya haya tunayoteseka. Amen. Amen. Acha tuingie kwa pointi yetu ya muujiza wetu wengine wangapi? Washika. Sita tunaona katika Wafalme wa Pili, nilisema ya kwamba habari za miujiza, habari za miujiza ya Elia na Elisha tunaanza kuiona katika Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka tutakavyoingia kwenye Wafalme wangapi? Wa Pili. Wafalme wa Pili
Soma hapo sura ya kwanza mstari wa 9 hadi 12. Wafalme wa pili sura ya kwanza mstari wa 9 hadi 12. Wafalme wa pili sura ya kwanza tunaanza moja hadi 9. Tunaanza sura ya kwanza mstari wa 9 hadi 12. 9:12. Tunasoma kwa jina la Yesu. Ndipo mfalme akamtuma mkuu wa kikosi pamoja na kikosi chake cha askari 50 kwa nabii Eliya. Yule mkuu wa kikosi akamwendea Eliya aliyekuwa ameketi juu ya kilima na kumwambia, mtu wa Mungu, mfalme anasema shuka chini. 10. Eliya akamjibu yule mkuu wa kikosi, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, moto na ushuke kutoka mbinguni ukuteketeze wewe na watu wako 50. Ndipo moto ukashuka kutoka mbinguni na kuwateketeza yule mkuu wa kikosi pamoja na watu wake. 11. Katika hili mfalme akatuma kwa Eliya mkuu wa vikosi mwingine na askari wake 50. Yule mkuu wa kikosi akamwambia Eliya, mtu wa Mungu, ili ndilo asemalo mfalme, shuka chini mara moja. 12. Eliya akajibu, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, moto na ushuke kutoka mbinguni ukuteketeze wewe na watu wako 50. Ndipo moto wa Mungu ukashuka kutoka mbinguni ukamteketeza yeye na watu wake 50. Amen. Acha niseme hivi. Mtu kama anajijua vile anavyokuwa na uhusiano na Mungu, ana kakiburi ka undani pia. Mkiangalia usemi wa Eliya hapo, anaposema na mfalme aje na wao majeshi, kakiburi ka ndani pia kaka. Anajua kisha alivyosema ya kwamba tufike hapa, tunakuwa ndani ya kanisa hili, tuko sijui na mtoto wa Uhuru, tuko naye hapa, aidha mtoto wa Ruto. Nafikiri hata hili kanisa litakuwa linaonekana linakuwa na kauwezo kwingine kwa upekee. Aidha tuseme Ruto mwenyewe tunaingia naye humu, watu hili kanisa hili. Unasikia usemi wa Eliya. Eliya ni yeye mwenyewe, lakini mfalme wa majeshi anakuja na majeshi 50. Ametumwa na nani? Na mfalme. Mfalme anasema ya kwamba mkuu wa majeshi anamwambia Eliya, unaambiwa ushuke. Eliya hivi wako wapi? Juu ya nini? Ya mlima. Nasema ushuke. Kuangalia chini kweli ni watu ngapi? 50. Sijui tuseme na yeye ndo 51. Kamanda ndo 51. Wana kiburi yote na wao. Si wanatumwa na mfalme? Na wao wana kiburi ambao tunatumwa na mfalme. Lakini kwa sababu ya uwepo wa Mungu, kwa sababu ya ukuu wa Mungu anayeuona ndani yake, yeye anaona hata wale 50 si kitu kwake. Amen. Amen. Biblia inatushuhudia kusema ya kwamba Eliya alisema, aliomba Mungu moto ushuke wateketeza hao wanajeshi. Na wanajeshi wote 50 wakafanya nini? Wakateketezwa. Mfalme akasema hiyo haijatosha, nitapeleka wengine. Tena wengine 50. Tuseme kwa upande huu, hata niseme hili jinsi tunaona nchi yetu ya Rwanda inavyopeleka maaskari huko Kongo, ajali na kufa kwa hao. Wanapelekwa, wanakufa kama ni uongo, kama ni kweli. Watu wanakufa kama ndanda. 30 inakufa. 40 inakufa. Tena mwende na wanaenda. Na ndivyo ilikuwa wakati wa nani? Wa Ahabu. Ya 50 imeshakufa, tena anaambia wengine tena wengine 50 tena nenda. Nayo tena ikaenda kufanya nini? Ikamalizika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Hata nikwambie ndugu yangu, usisimame na mtu ambaye Mungu yuko upande wake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukitambua katika maisha yako kusema kwamba huyu mtu upande wake kuko Mungu, usigombane na huyo mtu. Na usifuatane naye. Ukifuatana naye utaumia na utamalizika. Amen. Hii ni kweli. Utaumia na utamalizika. Na yeye atakuwa huyu. Na ndio hapo watu wanaanza kusema ya kwamba ana uchawi, ana nini.
upande wake kuna mtu mwingine ambaye hamjui, mwenye kuwa na mamlaka ya dunia yote nzima. Mimi naweza nikakupa historia kidogo kuhusu maisha yangu. Kuna wakati nimefatwa sana, wakati nilianza kuingia katika uchungaji. Nimefatwa ya kutosha. Ikiwa usiku ninaona watu wanapokuja, naamsha mke wangu namwambia nimeona hivi. Na siku moja nikaambia kusema kwamba sasa tutaenda kuazimia ulozi wa urega. Sijui urega kama ndugu nyuko ulozi wa aina gani sijui. Nikamwambia nendeni. Tunasema na wao hivyo tuko wapi? Mimi niko kwa usingizi, niko kwenye maono ya usingizi, sijui ni ndoto sijui. Kasema nendeni, mwende tu. Kama mtakuwa maelfu mangapi kutoka urega, kama ndio kuna ulozi mkubwa, mwende. Nikawa kama niko. Na siku moja nikaona tena nyumba kabisa imejaa giza. Tukasombana na wao, mimi kwenye usingizi, tukaomba, nikaomba, mke wangu ajui. Nikaomba, nikajihisi kusema kwamba ninaanza kuwasindikiza, ninaanza kuwashinda, nikawashinda mpaka wakaenda majini, wakasema hatutakuja tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakasema hatutakuja tena, na nikushuhudie kwa uwazi mpaka saa hii tangu nitoke Baraka huko. Sijaonaka mlozi mwenye kunishinda hapa tena na mwenye kunifuata. Tangu siku waliagiza kusema hatutakuja tena. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Wewe unataka nikwambie kusema kwamba